lakini atakayepona na gharika aingie safina. Sema amen. Biblia inasema aliingia akaanza kuhubiri nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, eneo kwa eneo, lakini watu wa kipindi hicho walikuwa na moyo mgumu kusikia neno. Nuhu akarudi kwa Mungu kumwambia, binadamu ulionituma kwao hawasikii. Mungu akamwambia, sababu ya hiyo geukia wanyama. Na ndio maana Kristo alipokuja akasema hivi, kama nyinyi msiponisifu nitaamuru mawe yatapiga kelele. Inaana wakati wa Nuhu, kama binadamu wanakataa kuokoka, nyama itakubali kuokoka na wataingia kwa safina. Ina maana mwanadamu akikataa, mnyama ataitika. Geuka kwa wanyama. Nuhu akageukia wanyama. Simba, Mungu ananituma kwako. Simba anamwambia mzee, uko na shida na mimi? Mwambie hapana, sina shida na wewe. Binadamu alikataa injili, Mungu ananituma nikuambie kuna gharika inakuja. Simba asema, mzee nakubali, acha niende safina. Simba akaenda kwa safina. Anaenda kwa tembo, ndovu, Mungu amenituma kwako, amini na ukaende safina. Ndovu anasema, niende kwa safina. Ndovu akakubali, wanyama wakakubali, wakaingia safina. Lakini Biblia inasema Mungu alimwambia Nuhu, ingiza wanyama wawili. Ina maana kuingia safina lazima ukue. Hawezi ingia kwa safina. Ina maana ukikuwa single hawezi ingia safina. Wataingia safina ni watu ambao wameoa na kuolewa. Sema amen. Asijui tikisa aliye karibu yako muulize uko single ama. Kama uko single uko na problem, hawezi ingia kwa safina. Safina ni ya watu ambao wame. Sema amen. Sasa acha nikugeuzie hii language mzuri nikuambie. Tikisa mtu wako karibu yako mwambie, kama uko single hawezi ingia mbinguni. Wasingo ambao hapa si papa, kama niko single, ndio hii ni ukweli, na mimi nakwambia kwa hii madhabahu leo, kama uko single hauwezi enda mbinguni. Sema amen. Hivi wasingo ambao wako hapa nasema papa, kweli ina maana kama mimi niko single siingie mbinguni. Hii ni ukweli nakwambia. Ndio maana Mungu alimwambia Nuhu, ingiza wanyama wangapi? Wawili. Amen. Unaona hii anga iko hapa. Juu ya hii anga kuna mke na kuna mume na kuna watoto. Biblia inasema katika kitabu ya Mwanzo, wakati Yusufu aliota ndoto, nyota 11 inainama mbele yake pamoja na jua na mwezi. Aliendea baba yake, akamwambia, baba nimelota hivi. Baba alimpea tafsiri gani? Akamwambia, mimi baba yako ndo jua, mama yako ndo mwezi, na ndugu zako ni nyota. Ina maana jua ni mwanaume, mwezi ni mwanamke, na watoto wao ni nyota. Amen. Sasa ni kuonesha ya kuwa watakaoolewa ndio watenda mbinguni. Ndio hii wao naikamata kimwili, acha nikufasirie kiroho. Ndio maana Biblia inasema maneno ya roho yanajulikana na watu wa, sikuambie kimwili na kuambia kiroho. Sema amen. Yesu Kristo ni Bwana na sisi ni bibi. Amen. Ina maana ukikubali Kristo utaolewa na Yesu, na siku ya mwisho utaingia mbinguni. Ai, walikuwa na vikamata vya kimwili. Sikuwa naongea kimwili. Hata ukue single kimwili utaenda mbinguni. Niko nasema njoo wasingo wa kiroho. Ina maana wasingo wa kiroho ni nani? Singo wa kiroho ni ule ambaye hakubali kuolewa na nani? Na Yesu. Kwa sababu Yesu ni nani? Ni Bwana na siye ni bibi. Ina maana ukikubali kuolewa na Yesu ndio utaenda mbinguni. Hapana mambo ya kimwili. Unaweza kuwa kimwili hujapata mume, lakini kama una Yesu, ukikufa utaenda. Ukikufa utaingia mbinguni. Ndio maana Mungu alimwambia Nuhu ya kuwa weka wanyama wawili. Kwa ulimwengu wa kiroho, kubali Yesu kama mume. Kubali Yesu kama mume. Mimi nimemkubali kama mume kwa madhabahu hii. Nimekutoa kwa confusion. Ulikuwa unafikiria kimwili? Hapana. Si kimwili, hapana. Tuko tunaongelea kiroho. Sema amen.
Ongeza makofi juu ya utukufu ya jina la Yesu. Wanyama wawili wakaingia kwa safina. Biblia inasema Mungu akampatia vile atakavyojenga safina. Chumba 3. Safina ilikuwa na chini, ilikuwa na kati na ilikuwa na juu. Na Mungu akamfasiria akamwambia kila chumba itakaa wanyama fulani na huko juu kutakaa pia chakula. Na nyinyi na familia mtakaa juu. Ukiingia kwa tabernacle, amen. Hii tabernacle ambao naiona ilikuwa ni maskani ambao Mungu alimwambia Musa, jenga tabernacle ndani ya jangwa, ili kwamba mimi Mungu nianze kuishi katikati ya nani? Ya wanadamu. Ina maana tabernacle ni Mungu katikati ya wanadamu. Na tabernacle kwa agano jipya ilikuwa ni Yesu ambaye alishuka mbinguni akakia kuishi katikati ya nani? Katikati ya wanadamu. Haleluya. Biblia inasema ya kuwa tabernacle ilikuwa na pati 3. Pati ya kwanza ilikuwa ni parvi. Sisi tunaita parvi. Parvi manake uko nje. Pati ya pili ilikuwa ni pahali patakatifu. Na pati ya 3 ilikuwa ni pahali patakatifu pa watakatifu. Amen. Ile sehemu 3 Mungu alikuwa anakaa mahali patakatifu pa patakatifu. Pale ndo sauti ya Mungu ilikuwa imetoka. Haleluya. Sasa Mungu akamwambia Nuhu, utakapojenga safina uende kwa level ya 3. Sema amen. Na level ya 3 ni mahali utukufu wa Mungu lazima utakaa. Haleluya. Ndio maana Kristo akikufa siku ya kwanza, siku ya pili, ikienea siku ya 3, lazima atafufuka. Lazima atatoka kwa kaburi. Natangazia mtu mmoja leo, pana level ya mwanaume ambaye ni Kristo. Na hii level ni level ya 3. Level ya 3 ikikuja kwa maisha yako, ina maana pana ufufuko ambao utaingia kwako. Natangazia mtu mmoja hapa, baraka ya level ya 3. Level ya 3 ni ufufuko. Level ya 3 ni kutoka kwa kaburi. Level ya 3 ni nuru kwa maisha yako. Ninatangazia mtu hapa, level ya 3 iingie kwa maisha yako. Level ya 3 ni alama ya ufufuko. Kila namba kwa Biblia, namba yote kwa Biblia iko na umuhimu wake. Namba 1 pekee yake kwa ulimwengu wa kiroho ambao atuijue ni 0. Lakini namba 1 ni Mungu. Amen. Namba 1 ni Mungu. Namba 2 ni agano la kale na agano jipya. Namba 3 ni namba ya ufufuko. Namba 4 ni namba ya mwanga, kwa sababu Biblia inasema siku ya 4 Mungu akaumba mianga miwili mikubwa. Amen. Namba 5 ni huduma 5. Namba 6 ni namba ya binadamu, siku binadamu aliumbika. Namba 7 ni namba ya pumziko. Namba 8 ni namba ya agano. Namba 9 ni namba Galate 5:22. Galate 5:22. Biblia inasema matunda 9 ya Roho Mtakatifu. Amen. Namba 10 ni sheria. Leta makofi kwa utukufu wa jina la Yesu. Hizi vitu ukikosa kuziandika hakuna mahali utazipata. Amen. Bwana zifue sana. Biblia inasema Nuhu wakati alimaliza kuhubiri wanyama na wakaingia kwa safina, mvua ikaanza. Wanadamu walijua ya kuwa hata kama Nuhu anatuambia mvua itanyesha, mahali anajengea safina si karibu na bahari. Kwanza huyu mzee amechanganyikiwa. Bahari na safina lazima itengenezwe karibu na bahari ili kwamba ikaingie kwa maji. Lakini Nuhu akaenda jenga safina mbali na maji. Watu wakajiuliza, kila mtu aliyejenga meli alijengea karibu na maji, lakini kwa nini huyu mzee anajengea safina mbali na maji? Nikaelewa, Mungu akikupatia ufunuo, hakuna mtu anaweza ielewa isipokuwa wewe uliyepewa ufunuo. Watu wanaweza criticize vitu uko nazo, lakini ni wewe unajua thamani yavyo. Wewe ndio unajua thamani ya kitu uko nacho.
hata kama watu watakiongea. Watu waliongea wakajiuliza, huyu mzee safina lazima itengenezwe karibu na maji, namna gani ameitengenezea mbali? Confusion. Amen. Maandiko nasema hivi, Mungu alikuwa na njia ya kuleta maji ili safina ijipate inalelea juu ya maji. Wanyama wakaingia kwa safina. Vile wanyama walianza kuingia kwa safina, kobe ndo alikuwa mnyama wa mwisho ambaye aliingia kwa safina. Mbuzi alipita haraka, simba akapita haraka, lakini kobe alikuwa polepole. Sema amen. Hata kama kobe anatembea polepole, mwisho ya siku wote watajipata kwa safina. Ina maana hivi, waliotangulia kwa muujiza, hata wewe unakuja polepole, mwisho ya siku na wewe utapenya, na wewe utaingia. Haijalishi wakati unaopitia. Pana mtu aliolewa mbele yako, pana mtu alipata ndoa kabla yako. Wewe mwambie tu, tangulia, mimi ni kobe na muujiza yangu inakuja. Lakini destination yetu sote tutaingia kwa safina. Hata nikuja na mwendo wa polepole, hata nikuja na mwendo wa kobe, lakini mwisho wa siku sote tutaingia kwa safina. Waliopata jana wasijivune kwa sababu walikimbia haraka. I know hatafunga mlango na kobe hajaingia. Natangazia mtu hapa, Nuhu hatafunga mlango na kobe hajaingia. Lazima kobe aingie ili kwamba mlango ukafungwe. Mungu hatamaliza bariki watu na wewe hujabarikiwa. Au hujanisikia? Nasema hivi, Mungu hatamaliza bariki na wewe haujabarikiwa. Lazima yako itatokea. Tikisa mtu, mwambie, hata ninatembea na mwendo ya kobe nitafika. Hata ukuwe na mwendo wa polepole, waliotangulia watangulie, wewe utaingia. Walioanza mbele yako wakafanyikisha, wewe unakuja polepole, lazima utafanyikisha. Chui alijua mimi ndo ninajua kukimbia. Hata kama atakimbia sana na ingie kwa safina, lakini Nuhu hatafunga mlango na kobe hajaingia. Walioendelea mbele yetu wasifikiri wanafika, hawajamaliza bado. Waliopanda ndege wakasafiri, hawakushuka na viti ya ndege. Hizo viti zilikaa kwa ndege. Ina maana na sisi pia hiyo ndege tutapanda na sisi tutaenda. Waliopanda ndege hawakushuka na viti ya ndege. Nasema, haujanisikia? Waliopanda ndege hawakushuka na viti ya ndege. Ile viti libaki kwa ndege. Ile kiti inakusubiria pia. Kama ni wewe, celebrate, useme amen. Ile kiti inakusubiri. Lazima na wewe utakaa. Lazima utakaa.